Pasaka hii ikaondoe ukakasi ndani ya familia, kukastawi upendano. Katika kazi tukaone upendano. Katika jamii yetu na nchi tukaone upendano. Ni ajabu na jambo la kusikitisha tukiona kuna mtu yeyote hata baada ya Pasaka hii anatafuta vita badala ya amani katika familia, lakini katika jamii zetu. Na hapa niseme tuna mwaka mgumu kisiasa kwa kuwa mwaka huu ni wa uchaguzi. Sheria zilizoandikwa ndani ya mioyo yetu zituongoze katika maamuzi na matendo yetu, hata katikati ya tamaa zetu za kushika madaraka ya uongozi katika nchi. Tusije tukalogwa na kusahau neema hii kubwa tuliyopewa ya Kristo kuzaliwa, kuishi, kufa, lakini zaidi sana kufufuka, ili kuweka agano jipya na Mungu, agano linalotufanya sisi kuwa wa Mungu na Mungu kuwa wetu. Hatuwezi kuwa wa Mungu katika mazingira tunayofanya fitna, tunayoleta chuki, tunayoleta tamaa na fujo kwa kisingizio chochote kile. Wakati mwingine wanadamu wameamua kutumia fursa za nyakati kama za uchaguzi kwa maslahi binafsi, wakasahau nini hasa lengo la mchakato huu wa kidemokrasia. Juzi nilikuwa nikisema juu ya kiu. Yesu anaposema anaona kiu wakati tuko katika njia ya msalaba, tukauliza ni kiu ya namna gani Yesu Kristo alikuwa anaiona. Nafikiri katika tafakari yetu tulisema moja kati ya kiu ambayo tuna uhakika Yesu alikuwa nayo ni kiu ya haki. Tamani kuona haki duniani. Natamani kila anayejihusisha na mchakato wa uchaguzi, akiwa ni mgombea au mpiga kura, awe na kiu ya jinsi hiyo aliyokuwa nayo Yesu Kristo, na aongozwe na sheria zilizoandikwa mioyoni mwetu, ili upendo wa Mungu udumu miongoni mwetu. Tusiziache zile sheria zilizoandikwa ndani yetu, kwa sababu zisipodumu, nasi tusipodumu katika agano, tunakumbuka lililotokea katika agano la kale. Mungu anasema, nami sikuwajali tena.